Mwanadamu ameumbiwa milango mitano ya fahamu, na hii milango tunaisoma shuleni toka tukiwa wadogo. Mungu amemuumbia mwanadamu mlango wa fahamu ambao ni ngozi. Ngozi ikiwa inashughulika na habari ya kuhisi. Ngozi inatumika kuhisi. Ukigusana na kitu kuna namna unahisi. Lakini Mungu akamuumbia mwanadamu mlango mwingine wa fahamu ambao ni masikio. Masikio kazi yake ni kusikia. Kwa hiyo masikio yakiziba hauwezi kusikia. Kwa hiyo mlango wa fahamu mwingine ni masikio. Lakini Mungu amemuumbia mwanadamu mlango mwingine wa fahamu ambao ni pua. Pua kwa ajili ya kuweza kunusa. Kwa hiyo ni mlango wa fahamu ambao ni pua, kazi yake ni kunusa. Lakini umeumbiwa mlango mwingine wa fahamu ambao ni ulimi. Ulimi kazi yake ni kuonja. Unaonja vitu, unajua hiki ni kichungu au ni kitamu, kina ukakasi, ukiteme au ukimeze. Ulimi unaonja. Lakini Mungu amemuumbia mwanadamu mlango mwingine wa fahamu ambao ni watano, ambao ni macho. Macho kazi yake ni kuona. Kwa hiyo macho yanatumika kuona. Unaona kwa sababu una macho ambayo yamewezeshwa kuona. Mlango wa fahamu kwa maana ya kwamba kuna namna ukiona taarifa inakwenda kwenye ufahamu. Kwa hiyo ufahamu wako unayategemea macho kwa ajili ya mambo kadha wa kadha. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu ameweza kukuumba. Unakusanya taarifa mbalimbali kupitia milango hiyo mitano ya fahamu. Bila milango hiyo mitano ya fahamu hauwezi kukusanya taarifa kutokea kwenye eneo lolote. Kwa hiyo taarifa zote ulizonazo kwenye akili yako ni kwa sababu aidha mlango wa kuona au mlango wa kusikia au mlango wa kuhisi au mlango wa kunusa au mlango wa kuonja umetumika. Kwa hiyo mlango wote umetumika kati ya hiyo milango mitano ili uweze kuwa na taarifa fulani ambayo unayo na imekaa kwenye akili yako. Sema amina kama unanielewa kwa jina la Yesu. Usinitazame kwa macho magumu, utanielewa. Kwa hiyo nitazame vizuri alafu utanielewa. Sema amina kama unanielewa kwa jina la Yesu. Sasa baada ya kusema hivyo, nataka niweze kukupatia kichwa cha somo. Kichwa cha somo kinasema unaona nini? Unaona nini? Unaona nini? Ni kichwa ambacho kimekaa katika namna ya swali, na utaweza kunielewa vizuri na nitautumia muda vizuri kama Mungu ambavyo amenijalia. Natamani kuwa mwaminifu katika hilo eneo, lakini zaidi ya yote haujaja kutembea, haujaja kucheza, haujaja tu kujifurahisha. Ibada ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo umekuja kuyatimiza mapenzi ya Mungu, na kwenye ibada tunatamani kutoka na neno la Mungu, na hili ndilo neno la Mungu kwa ajili ya siku ya leo kwenye maisha yako. Na ikiwa Mungu amekupangia kufunguliwa, ufunguliwe katika jina la Yesu. Na kama Mungu anataka uende mbali katika jina la Yesu. Lolote ambalo Mungu amepanga kufanya kwenye maisha yako, na ninakuombea katika jina la Yesu likatokee kwako na likawe lako katika jina la Yesu aliye hai. Niko tayari kuyatoa majibu ambayo Bwana ameyaweka ndani yangu kwa ajili ya maisha yako, na hayo majibu utayapokea kabla hujatoka hapa katika jina la Yesu aliye hai. Kama unaelewa sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo jiandae kupokea kile ambacho Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yako. Yeremia sura ya kwanza 4 mpaka 12. Naanza hapo kusoma. Anasema hivi: neno la Bwana lilinijia kusema. Huyu ni Yeremia. Yeremia anasema neno la Bwana lilinijia kusema. Yeremia, neno la Mungu linamwendea, na kama ambavyo wewe neno la Mungu limekujia leo. Yeremia anaambiwa hivi, mstari wa 5: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua,
na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia anaambiwa na Mungu mwenyewe ya kwamba kabla asijakuumba kwenye tumbo la mama yako nilikujua. Manake Mungu alimjua Yeremia kabla hajaumbwa kutoka kwenye tumbo la mama yake, hajawekwa kwenye tumbo la mama yake. Tayari Yeremia alikuwapo na Mungu alimjua. Mama mimba injatungwa, lakini Mungu anamjua Yeremia. Ndivyo ilivyo kwako, kabla hata mimba yako haijatungwa, Mungu alikujua ya kwamba utazaliwa kwenye familia gani. Mungu alijua ya kwamba utazaliwa kwenye kabila gani. Mungu alijua ya kwamba utazaliwa kwenye ukoo gani. Mungu alijua utazaliwa kwenye lugha gani. Mungu alijua ya kwamba utazaliwa kwenye taifa gani. Haujakosea kuwa Tanzania, hujakosea kuzaliwa kwenye kabila lako, haujakosea kuwa mweupe, hujakosea kuwa mweusi, kwa sababu haikuwa kwenye maamuzi yako, ilikuwa kwenye maamuzi wa yule aliyeweza kukuumba. Kwa hiyo alikujua kabla hajakuweka kwenye tumbo la huyo mama ambaye umetokea. Hauna haja ya kumlaumu mama yako, hauna haja ya kumlaumu baba yako, hauna haja ya kulaumu kabila lako, kwa sababu yeye aliye mwamuzi ya kwamba utokee mahali gani ndiye aliyekusababisha utokee hapo. Sema mina kama unaelewa, katika jina la Yesu aliye hai. Anasema ya kwamba na kabla hujatoka katika tumbo la mama yako nalikutakasa. Anaambiwa kwamba Yeremia ametakaswa. Kutakaswa ni mchakato wa kuandaliwa. Manake alikuwa amepitishwa kwenye mchakato wa maandalizi ili aweze kuwa nabii wa mataifa. Manake Yeremia anaonekana kwa Mungu ya kwamba ni nabii, hata mama ajui. Yeremia anaonekana kwa Mungu ya kwamba ni mtumishi wa Mungu wa kimataifa, hata mimba bado haijatungwa. Na wakati huo inawezekana Yeremia alikuwa anashangaa akiambiwa ya kwamba yeye ni nabii wa mataifa na mama yake hajaimwambia hayo maneno. Manake unaweza zaliwa na baba yako asijue wewe ni nani, lakini mbingu inaelewa wewe ni nani. Unaweza ukazaliwa wazazi wako wasikujue vizuri, lakini aliyesababisha uwepo anakujua. Yeremia anasema nimekutakasa, naambiwa nimekutakasa ili uweze kuwa nabii wa mataifa. Ninakwambia kuna namna Mungu amesha kuandaa kwa ajili ya kuweza kuwa mtu fulani, na lazima uwe mtu huyo kabla hujafa. Kama utanielewa leo katika jina la Yesu aliye hai, hautakufa kama mtu mwingine. Daudi anaeleza vizuri, anasema ya kwamba kama tusipoyajua yale tunayotakiwa kuyajua, anasema mtakufa wa kawaida kama wanadamu wengine. Maana yake kumbe sio wa kawaida, sio wa kawaida. Anaongea Samsoni, anasema maneno, anasema nikitolewa nywele zangu kichwani ninakuwa mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine. Manake Samsoni sio mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine, na wewe sio wa kawaida kama wanadamu wengine, maana umelibeba kusudi la Bwana ndani yako. Na kama unaliamini hilo, sema amina kubwa katika jina la Yesu. Anaambiwa sasa, anaambiwa mstari wa 5, anaongea sasa yeye wa 6, anasema hivi: ndipo niliposema Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Ona anavyojitazama Yeremia. Mungu anamtazama kama nabii wa mataifa, Yeremia anajiona kama mtoto. Na somo langu linasema unaona nini? Yeremia anaambiwa nimekutakasa kwa ajili ya kuweza kuwa nabii wa mataifa. Yeremia anasema mbona mimi ni mtoto? Nikwambie, kwenye ajenda ya kukamilisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako haiangalii umri wako. Umri wako sio sababu ambayo inaweza ikakuzuia. Kuna mtu anasema mimi ni mzee. Uzee wako hauzuii kusudi la Bwana ndani yako. Wakati Sara ameandaliwa kwa ajili ya kumzaa na yule ambaye anaitwa Isaka, Sara akawa anaangalia umri unaenda na Isaka azaliwe.
hajui, na bado tumbo limefunga na Ibrahimu anashangaa yale Mungu amesema mbona hayatokei. Lakini majira yanafika, Sara anapata mtoto wakati wa uzee. Haijalishi umri ulionao wewe mtoto mzee, kusudi la Bwana litatokea kwako kwa jina la Yesu aliye hai. 7. Lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto. Mungu anabadilisha namna Yeremia anavyojitazama, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Yeremia wakati anasema mtoto, anaangalia ninawezaje kuwakabili watu walionizidi umri, wanawezaje kunielewa. Kuna wakati unavyojitazama inakusababisha ujione huwezi simama na ustahili kusimama kwa watu fulani, lakini Mungu anakuona ukiwa unastahili kusimama mbele ya wakuu wa dunia hii, na wakuu wakakuelewa katika jina la Yesu aliye hai. Mungu anapokutazama anakuona una uwezo wa kusimama kwenye ukoo wako, na ukitamka neno hata wazee wenye mji watasema huyu mtoto amenena. Mungu ndivyo anavyokuangalia. Mungu anakuangalia kwenye familia yako, anasema huyu mtoto nimempa kitu kitasaidia familia. Unapojiona ya kwamba ni mtoto, unatafuta sababu ya wewe kutotekeleza kile ambacho Mungu anakiona ndani yako, lakini vile unajiona kama Mungu anavyoona, ndivyo ambavyo unalitekeleza kusudi la Bwana, kwa sababu hutatekeleza mapenzi yako, utayatekeleza mapenzi ya Bwana yaliyo ndani yako. Mabadilisha vile unaona kama Bwana anavyoona. Mageuza vile unatazama, tazama kama yeye anavyotazama. Kama unanielewa sema amina tena. Mstari wa 8 anasema hivi, usiogope sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama. Ukiambiwa tazama, maana yake angalia, na kuangalia kunahusisha macho, lakini kitu hiki nakwenda kukizungumza ni kitu cha kiroho zaidi. Anapoambiwa tazama, maana yake ufahamu wako unatakiwa uangalie, maana yake kwenye akili yako tengeneza picha kama ile ambayo mimi ninaiona. Na moja ya kati ya namna ya kutengeneza picha zinazopita kwenye akili ni zile zingine ambazo umeshawahi kuziona kwa macho ya kawaida. Manake macho yako yanapotazama, kuna picha huwa zinabaki kwenye akili, na ndio maana ukitazama kitu ambacho ni najis unakuta kinakukosesha amani, kwa sababu bado kinazunguka kwenye akili. Manake akili yako inatazama. Hiyo ni level ambayo ina uwezo wa kusababisha vitu vikubwa kupita kawaida. Unapotazama kupitia akili katika ulimwengu wa roho, umefanya na hicho kitu ni halisia. Ndio maana Yesu anaongea kitu kigumu kukielewa, lakini kinaeleweka. Anasema mtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye. Maana yake katika level ya mawazo ni level ya kutenda kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake ukijitazama uwezi, tayari umetenda kutokuweza. Ukijitazama unaweza, imeshatokea unaweza. Kinachosubiriwa ni kutokea katika uhalisia. Ulimwengu wa roho unaangalia nini? Unatazama. Sijui kama kuna mtu ambaye ananielewa. Kuna mtu ambaye ananielewa vizuri hapa. Sasa anaambiwa tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Tazama, angalia, tayari maneno yako kwangu, yako kwako. Maneno yangu tayari yako kwako. Tazama, tayari kusudi la Mungu liko ndani yako. Liangalia lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. 10. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Anaambiwa yale yanayotakiwa kutekeleza tayari, na kama hujaona leo utaona katika jina la Yesu aliye hai. 11 anasema tena, neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Angalia Mungu anapohamasisha kule, kamwambia tazama. 10 anasema angalia, nimekuweka. Bwana anamhamasisha Yeremia kuona. 11 nataka ajue nilichomwambia Yeremia amekielewa.
Yeremia anaona tuna Mungu anamuuliza, anasema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Mungu alikuwa ameweka mbele ya Yeremia ufito wa mlozi. Mungu anasema 12, ambao ndio mstari wa mwisho, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Yeremia mara ya mwisho anaona kama Mungu anavyoona, lakini mwanzoni alikuwa anajiona mtoto wakati Mungu anamwona akiwa nabii. Lakini mara ya mwisho Yeremia anakuja kuona kama Mungu anavyoona. Mungu anavyouona mfito wa mlozi na Yeremia anauona mfito wa mlozi. Ndipo ambapo Mungu anamwambia Yeremia sasa ya kwamba ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kuna neno ambalo Mungu ameliweka ndani yako, na hilo neno ni kusudi la Mungu ambalo ameliweka ndani yako, na hilo kusudi unatakiwa kuweza kulitazama. Wengine Mungu ameshaweka huduma ndani yenu, wengine Mungu ameweka biashara ndani yenu, wengine Mungu ameweka msaada kwenye familia zenu. Wanasema, mimi kwa nini nimeolewa na huyu mwanaume? Na Mungu amekuweka umlee huyo mtoto, kwa maana huyo mtoto ni jicho la taifa baadaye. Unakuta huyo mtoto ni mtu fulani baadaye. Kusudi lilikuwa ni wewe tu kumzaa na kumlea. Hilo tu. Wakati ambapo unajitaabisha, unafikiri kuna kitu kizito ambacho Mungu amekiweka, alafu Sara anajua mimi ni kumzaa Isa, alafu Mungu anaona kusudi alilokuwekea wewe ni kuisaidia familia yako kuokoka. Unaona nini? Unapoona, yani kile unachokiona ndicho ambacho kinaamua maisha yako. Hauwezi kufanya zaidi ya vile unavyoona, kwa sababu picha inayotokea kwenye akili yako ndiyo picha inayoamua maisha yako. Hauwezi ukatenda zaidi ya vile unavyojiona. Ukishajiona dhaifu, utakuwa dhaifu kama unavyojiona. Unaona nini? Unaona nini? Kile unakiona lazima kiwe halisia katika jina la Yesu. Lazima kiwe halisia katika jina la Yesu. Nataka niguse hapa. Nataka niguse nguvu ya kuona. Nguvu kama tatu namna hii. Nguvu ya kuona. Baada ya kutakuwa nimemaliza, Mungu atatutembelea katika namna ya ajabu sana. Nguvu ya kuona. Namba moja, kuona huamua aina ya maisha ambayo mtu anaishi. Kuona huamua aina ya maisha ambayo mtu anaishi. Kuona huamua aina ya maisha ambayo mtu anaishi. Mithali 23:7. Mithali 23:7a anasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Vile unavyojiona ndivyo ulivyo. Kama maliza kuandika, nisaidie kusema amina katika jina la Yesu. Vile unavyojiona, kuona kwako ndiko kuna kuamua namna ambavyo unatakiwa kuishi. Nikusemesha kitu ambacho ni cha kina kidogo. Wakati saizi tunafurahia teknolojia hii tulionayo, kuna mtu anaiona teknolojia nyingine ambayo dunia haijaona, na anapambana usiku na mchana kuifanya hiyo teknolojia watu waione halisi. Vitu havianzaji katika uhalisia. Vitu vinaanzaga katika kuona kwenye ufahamu. Vile unaanza kuona kwenye akili yako, hivyo vitu vinakuja kudhibitika. Ukisema leo hili kanisa limeanzaje, halikuanza kabla baba hajaona. Alishaona kanisa, akawaona watu, akaliona eneo, na bado ana picha kamili ya watu
unakotakiwa kufika, kwa sababu vitu havianzagi katika namna ambayo sisi tunaviona vikiwa kwenye uhalisia. Vitu vinaanza kutazamwa kwanza kwenye ufahamu, na ndio maana nimeanza kuzungumza kwa habari ya milango ya fahamu, vitu vinavyokuwezesha we kuona nini ambacho unaona. Kabla hujaona biashara, lazima uanze kuiona biashara kwenye akili yako. Kabla hujaiona nyumba, hujakaa kwenye nyumba ya ndoto yako, lazima hiyo nyumba itokee kwanza kwenye akili yako. Kabla hujaiona kanisa unalotaka kujenga, lazima hiyo kanisa litokee kwanza kwenye akili yako. Na kabla hujaiona ndoa ya baraka unayotakiwa kuwa nayo, lazima uione hiyo ndoa kwanza kwenye akili yako. Na kabla hujaiona amani ya ndoa katika maisha yako, na lazima ianze kwenye akili yako, na kwamba lazima iwe hivi kama ninavyoona. Ramani zote za nyumba unazoziona, watu wa kwanza kuzijenga kwanza waliziona kwenye akili zao kwanza. Wafanyabiashara na makampuni walionayo, unayoona wanamiliki leo, hayakuanza katika yani tu wamekuta tu asubuhi ni kampuni hili hapa. Hapana, yalianza kwenye akili. Kampuni huwa inaanza kwenye akili. Unaanza kuona ya kwamba ninaendesha kampuni ya mabasi. Unadhani Abudi anamiliki kampuni la mabasi kwa namna ipi? Alianza kwanza kuona kwamba nina kampuni la mabasi, alafu baadaye akasema lazima naliweka kwenye uhalisia. Maana yake vitu vinaanza kwenye akili. Kabla hujawa kiongozi, lazima ujione kwamba wewe ni kiongozi. Na yule ambaye unamuona ni rais leo, alianza kujiona ni rais, na ndio maana akaanza kujiingiza kwenye nafasi za uongozi, alafu baadaye tayari ameshakuwa rais. Ni mbunge wa Mtwara huko, lakini pia amechaguliwa kuwa waziri wa vijana. Unajua wizara ya waziri wa vijana haikuwepo, imetengenezwa kwa sababu ya jua linanauka kuwepo. Yaani fursa zitaanza kukufuata baada ya wewe kujiona. Sasa wewe unataka fursa zianze kukutafuta na hujajiona. Lazima uanze kujiona kwanza. Jua linanauka 2015 amechukua fomu ya kugombea ubunge, akakosa, akashindwa. 22 sijajua kama alijaribu, ila nafahamu 2015 2025 ndio amefanya na amekuwa mbunge. Unaweza ukaona na usizani kwenye kuanza kutekeleza kinaanza kwanza kutokea kama ulivyokiona. Kinaanza kutokea kama mche mdogo ambao ilikuwa kama mbegu, alafu ikawekwa kwenye ardhi. Inatangulia kwanza kupoteza matumaini kwa kuoza kwanza. Kumbe inavyooza ndipo inazaa mizizi, alafu mizizi na kwenda chini, alafu hayanzi kwenda juu, inaenda chini kwanza. Mizizi haionyeshi tumaini ya kitu kutokea juu, alafu baadaye kitu kinaanza kuota taratibu. Watu wanapofurahia, kumbe ilianza kama mbegu. Kwa hiyo unapoanza kuyaingiza yale unayaona katika uhalisia na matendo, mwanzoni inakatisha tamaa, mwanzoni inavunja moyo, mwanzoni inafanya mtu aone kana kwamba hawezi kufika. Lakini wewe kama unavyoona, endelea kusogea mbele, kwa sababu utafika kwa jina la Bwana aliye hai. Kwa maana aliyekuonesha ni mwaminifu, maana yeye anafanya kazi ya kuwafikisha watu kule ambako anataka waweze kufika. Tutaanza katika unyonge, lakini tutamaliza kwenye utukufu. Tutaanza watu watatukataa, lakini tutakwenda watatukubali. Wakati ambao pesa zinatukimbia, kuna wakati zitatukimbilia. Wakati ambao kazi zinatukataa, kuna wakati kazi zitatutafuta. Kuna mtu anakaa, sio yeye anapeleka CV ya kutafuta kazi, watu wanamtafuta kwamba kuna hii kazi, na akikataa wanajisikia vibaya. Na kuna mtu anatafuta kazi, wakimtazama tu kwanza kazi tu inamkataa, hawezi kufanya hiyo kazi. Watu wenyewe wakimtazama, huyo anafaa kweli. Siku zote
Nikwambie kitu kimoja cha muhimu sana. Vile unavyotaka kuwa, unaanza kwa kuona. Kwani wewe ulijua utakuwa na huyo mtoto uliye naye? Wazazi, kama hujazaa achana hiyo ajenda. Si ulianza kuona na watoto wanacheza na nini hivyo yani, lakini si imekuja kutokea? Kwani imetokea ghafla au kuna mchakato uliingia ikatokea? Au ilikuwa kwa uwezo wa Roho? Uwezo wa Roho ilikuwa kwa Mariamu. Haikuwa kwa uwezo wa nini? Wa Roho. Lakini unaanza kufanyaje? Kuona kwanza, alafu baadaye unaingia kwenye mchakato. Ukitaka kufika mbali, lazima ujione ukiwa mbali, kwa sababu kuona kwako kunaamua umbali utakaoelekea. Ukijiona kwamba unakufa mwakani, anza kuandaa jeneza, kwa sababu utapigwa na ugonjwa na hautakufa kwa sababu ya ugonjwa. Ile pressure inanyonga roho. Unaona nini ukiwa unaumwa? Unaona kufa, unaona kuwa hai? Unaona kupotea au unaona kutokea? Nini unachokiona? Wakati ambao changamoto zimekukabili, unakiona kile ambacho ulikiona kabla hujaanza hatua, au umeishia hapo ambapo changamoto zimeanza? Kuna watu kabla hujaingia kwenye ndoa mlishaona kwamba mtazeeka nao watu. Kuna mambo yameanza kutokea, umeanza kuona kabisa, mbona kama ujanani nakuwa mjane, nakuwa mjane ujanani, unajishika na kichwa. Ukianza kuona kuwa mjane kwenye ujana, na ujane utakufuata. Acha kuona ujane, ona mkizeeka pamoja katika jina la Yesu. Hata kama kuna changamoto, aliyekwambia kukaa na watu wawili miaka mingi ni rahisi, naye kwambia hakuna urahisi. Hicho kichwa ulikuwa ukijui. Mlipokaa mmeanza kuelewa kwamba hata usiku anachafua hali ya hewa. Alafu anakwambia ni matembele uliopika. Unasema huyu baba yeye mwenyewe hajaacha hela ya nyama, alafu ananiambia ishu ya matembele. Sikiliza, kama ulivyoona mtazeeka pamoja, endelea kuona namna hiyo, mtazeeka katika jina la Yesu aliye hai. Kumbuka iko hivi, unachokiona unakitafuta, na unachokitafuta ndicho unachokiona. Unachokiona ndicho unachokitafuta, na unachokitafuta ndicho unachokiona. Hauwezi kukiona kitu usichokitafuta. Narudia tena, leo nikitaka kuyaona madhaifu ya huyu mtumishi, nitayaona mengi sana. Nikiamua kutoona madhaifu nikaona uzuri wake, nitauona uzuri wake mwingi sana. Ndio maana ulipokuwa umeingia kwenye huo upendo mpaka mkaingia ndoa, ulizuia kuona mabaya, ukawa unatafuta mazuri. Ndoa inapoda kuanza kuvunjika, akili kianza ile, kama tutavunjika, akili yako inaanza kuyaona mabaya. Sio kwamba hayakuwepo, yalikuwepo, ila kwa sababu macho yako uliapa kuona mazuri, ndio maana mkaendelea. Na kwa sababu umefungua akili yako uanze kuyaona mabaya, utayaona. Leo hii ukiwa na ishu ya kujenga nyumba ya aina fulani, saizi kwa sababu una huo mpango, hautaiona. Sio kwamba haipo. Ukianza kuwa na mpango, utaziona nyingi sana watu wamejenga huko. Sio kwamba ilikuwa haipo, ila kwa sababu kile unachokitafuta ndicho unachokiona. Kuna mtu ambaye ananielewa kitu ambacho ninaongea? Kuna watu mmejidharau kwamba mimi ndo maskini. Kila ukijiangalia, ukijiona, unasema mimi ni maskini. Ninakataa hiyo roho katika jina la Yesu aliye hai. Aliye mdhaifu na ajione mwenye nguvu, aliye chini na ajione akiwa juu, aliyepoteza tumaini aone akiinuka tena, aliyekufa
aone akiwa hai tena, kwa sababu tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Yeye Yesu alikufa akiwa maskini ili sisi tuwe matajiri kwa jina la Yesu. Ninakuombea neema kabla hujafa, pesa ikufuate kwa jina la Yesu. Kuniangalia na kunishangaa wenzako wanapokea, utabaki kuwa maskini. Kwani unadhani baraka zinaanzaga kwa material things, vitu vinavyoshikika? Baraka inaanza kwa matamko. Alipoambiwa kwamba abarikiwe Yakobo hakutafuta vitu vinashikika. Yakobo alitafuta maneno ya mzee Isaka. Baraka ianzi na vitu vinashikika. Wewe unawaza sana hela, unakataa maneno, utakufa unajiona. Tafuta maneno. Yaani kuna vinywa vikitamka. Nikwambie, kuna watu mwakwenda kutafuta baraka. Moja, kwa wazazi wako. Hata kama ni mlevi, kila familia ina baraka. Mzee wako akikutamkia, wazazi wako wakitamkia, kuna vitu vinatokea. Unaambia baba naenda kwenye utafutaji, mama naenda kwenye utafutaji, naomba mnibariki. Yale maneno kuwa makini kuyasikiliza, yanatembea na wewe. Watoto wa Yakobo walikuja kuwa kama baba walivyosema. Fuatilia zile baraka alikuwa anatoa. Kuna baraka zingine ngumu, lakini vile kutamka ilikuwa, sijui kama unanielewa. Sehemu ya pili, kwa baba zetu wa kiroho, mzee wako anaweza kukulaani huyu, kwani akitamka laana ya mzazi inavunjwa. Nakwambia, kwa sababu kimzee kinaweza kukulaani afu kikafa, unaenda mtupu wake. Sasa akifa ufe na hiyo laana. Mungu hayuko hivyo bwana. Amewaweka makuhani. Akitamka vitu vinatokea. Hata kama baba yako hakumiliki pesa, akikwambia mwanangu ukawe na pesa, utakuwa nazo. Utakuwa nazo. Yaani kuna vinywa atafuta vikutamkie. Alafu nikitamka wengine wanapocheka cheka, wewe unasema napokea kwa jina la Yesu. Wengine wanaposema tumezoea kuona hayo mambo yakitamkwa, wewe unasema mimi napokea kama hilo neno lilivyotamkwa. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo hakikisha unaona vizuri, kwa sababu unaviona inaamua maisha yako. Ulipovaa hivyo ulitangulia kujiona, au kurupuka tu baba asubuhi nivae nini, nivae dela. Ulianza kwanza kujiona, leo nikivaa dela kuna muonekano utakuwa nao, na huu muonekano leo nataka kuwa nao, ukavaa dela. Sijui kama unanielewa. Hata wale wanafunzi, kabla hatujafaulu tunaona kwanza kufaulu. Hii ni kawaida ya maisha yote. Mfanya biashara, kabla haujaenda sokoni, anza kuona mzigo wako umeisha. Anza kuona umeisha. Alafu unapobeba unaendelea pale, unasema wateja mtamaliza huu mzigo, wateja mtaona hii biashara, wateja mtaona hii bidhaa, wateja mtaona hii mboga, wateja mtaona hili genge, wateja mtaona hili duka, wateja mtakuja kununua. Wateja wanaanza kuja, alafu mzigo unaisha, mtaji unakuwa, biashara inakuwa. Wanatoka kwenye genge unaenda kwenye duka, wanatoka kwenye duka la rejareja wanaenda kwenye duka la jumla, wanatoka kwenye kawaida. Morogoro inaelewa kuna mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, anaanza akiwa mdogo, sasa anaeleweka. Hivyo unajua uzuri wa kitu uko machoni pa mtu. Yaani wewe mtu unasema huyu ni mrembo, kuna mtu anaona takataka. Si unajua kwa sababu uzuri wa mtu uko machoni mwa mtu. Usitake mtu amsifie mke wako ndipo uone mzuri. Sifia wewe ndio mke wako hiyo. Usitake mtu asifie mume wako ndipo useme mume wangu ni mtanashati. Mume wako ni mzuri hata kabla hajasifiwa. Muone wewe. Unatafuta wa nje ndo akutafsirie cha kwako. Tafsiri wewe kwanza.
Kwa sababu vile unavyozidi kujiamini unajipeleka, alafu chochote huwa kinaanzaga kwenye udhaifu, alafu kinamaliza kwenye utukufu. Mungu ameweka maisha haya katika mfumo wa kukua. Hata watoto tunaanza watoto, alafu tunakuwa Mungu ameweka kila kitu kwenye mfumo wa kukua, lazima kikue. Maono yanaanzaga madogo, lakini yanapokuja kumaliza huwezi amini kwamba mtu alianzia hapa. Uliza wote waliofanikiwa, achana watoto waliozaliwa kwenye hizo familia kama zimefanikiwa. Kuna mtu ambaye tena mara nyingi sisi ambao unakuta umezaliwa familia yote ni kama ieleweki. Mungu anakuchagua wewe uwe kioo, baadaye wataanza kusema fulani fulani fulani, ingawa hiyo familia inaweza kukatisha tamaa. Anaviera kidogo atusalimie, maneno ya maskini hayaishani. Nikwambie kitu kimoja, asiyekuwa na pesa usipomsalimia tu, yaani hata hatimaye una lengo baya la kwamba usimsalimie, anakwambia siku hizi anasema yaani mtu hata haja kuonyesha umeona tatabu za nini, ungekuwa na hela hata usingewaza. Shida yeye angalau ameanza kuonekana, umeshaanza kuona anajiinua. Jamani, hajiinui, haja kuona. Alikuwa na heshima akiwa hana chochote. Sasa mpata kagari kadogo ameanza saiza atumwagia maji. Lini alikumwagia maji? Lini alikumwagia maji? Tafuta kagari kadogo na wewe wamwagie maji. Kuna mtu ambaye ananielewa kitu naongea. Nikwambia kitu kimoja, leo naonekana natembea kwenye miguu, lakini kuna siku natembea kwenye gari mpya ambayo itakuwa ni version ya kipindi hicho. Wakati ambayo inatoka duniani wanaiona, na mimi napendelea hiyo gari, sio gari ya kudumbukia, gari ya kupanda. Unajua kuna gari za kudumbukia, ukiingia unadumbukia unakuja hivi. Hapo kuna gari unashika kwanza, alafu unanyanyua mguu afu unapanda. Kuna mtu ambaye anaelewa. Ukiona kusema maneno hayo ni kujigamba, wewe sema nakufa maskini. Kwa sababu kuna watu akishatuona tunasema tutafanikiwa, yeye anasema na Kenya siku hizi kanajisifia na akana lolote. Wewe ndio unasema mimi nakufa maskini. Na sisi tuseme na siku hizi anajitamkia umaskini, ngoja hapo huyu. Yaani shida ni kwamba wewe unahangaika na vitu wanavyoviona watu na acha kuandika na cha kwako unachokiona. Ona vya kwako. Acha shughulika na mchungaji, unasema mchungaji nataka aoe, kwa nadhani yeye aoni kama kuna ndoa hapo. Anaiona ndoa inakuja kwa jina la Yesu aliye hai. Narudia tena inakuja kwa jina la Yesu aliye hai. Narudia tena inakuja kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu mimi, na hiyo milango inafunguka kwa jina la Yesu. Acha kusema we inakuja. Yeye si bado anajiona. Wewe unataka umuone kwa niaba. Kwani kabla hajaanza hii huduma ulikuwepo? Wakati ipo kwenye akili yake ulikuwepo? Sasa ndio hivyo hapo alikuwa anaona na ndoa yake kabla hujakuwepo. Kwa bado anajiona na apania. Amen. Kwa mtu ananielewa? Amen. Sema amina kama unanielewa. Badilisha unavyojiona. Nakuuliza tunalipe swali. Unaona nini? Naona bado ukiwa unakufa kwenye nyumba ya kupanga, au unajiona ukiwa kwenye nyumba yako? Unaona nini? Kwenye nyumba ya kupanga ni kama stendi tu. Stendi hatukaangi. Stendi tunapita. Town. Yaani ndio hivyo. Hata kama akisema viwanja vimeisha, micha kwangu kipo. Yaani hata tetemeko la ardhi litatokea, nyumba ya mtu ivunjike, alafu aone hawezi kujenga tena, alafu aseme na kuuzia. Akigoma kama alikopa benki anashindwa kulipa, benki inasema tunauza kwa promotion, nachukua kiwanja chako. Yaani sikiliza, wale unataka si ndio unachoona. Kama wewe uone mimi naona vya kwangu. Maana ninaviona itaamua maisha yako.
kabla sijavaa hivi leo nilijiona nikiwa nimevaa hivi. Nimevaa suruali yangu pana, kiatu changu cheupe, shati yangu nyeupe na Kiislamu. Nilishajiona kwamba nakuja hivi. Hata usiponiambia nimependeza, mimi nilijua nikivaa nitapendeza. Kwa sababu kuna watu mnahangaika, ukivaa utakwambia umependeza. Wewe ukijiona ukivaa jiambia nimependeza, hata kama wanaume nimependeza. Kinachokutesa ni watu wanavyokuona. Unajifananisha na mtu ambaye maono yako tofauti. Unajifananisha na mtu ambaye michakato yenu ya kufanikiwa ipo tofauti. Unajifananisha, wengine unajifananisha naye ameshajikatia tamaa ya maisha. Asiwepo anajikatia tamaa ya maisha hapa ndani katika jina la Yesu. Asiwepo. Hatuwezi kufa namna hii. Na mimi siku moja nimeingia kwenye maombi, nikaambia nikaomba katika nikampelekea na Kiingereza, sio tu Kiswahili. Kaambia I will not die like this. Nimwambia Bwana hapo nimejiweka wazi mbele zao. Baba, unaniona? Siwezi kufa namna hii. Unaenda mbele za Mungu, naambia Mungu naona utukufu mkubwa. Lakini sasa hivi nakwenda nasongwa, lakini Baba sitakufa. Ibrahimu anaiangalia ahadi ya Bwana, anaona inachelewa, lakini bado anakuwa na tumaini, sitakufa, sina Isaka wangu. Hautakufa namna hii. Haya maneno hayo kwako katika jina la Yesu. Muda umekimbia. Mimi nilimwambia nakutajia nguvu tatu. Nakutajia moja inakutosha. Mungu alitaka nikutajie hiyo. Sio kama naelewa. Hatima yako imeamuliwa na Mungu. Amina. Simama kwa miguu yako. Wakati ambao Elisha yuko Dothan, anaona yale wanajadili Washami kuhusu taifa la Israeli. Wakati ambao anaona kila muda Washami wakawa wanashindwa vita, Washami wakamwambia mfalme, kuna nabii Israeli anayeona kila tunachojadili. Baada ya Elisha anamwambia kijakazi, waliotuzunguka ni wengi kuliko walio adui zetu. Alafu anaomba maombi mazuri, anamwambia Bwana yafungue macho yake aone. Mjakazi wa Elisha anaona jeshi kubwa, magari ya moto yakiwa yamewazunguka ikiwalinda. Unaona nini wakati adui wameinuka kinyume na wewe? Unaona nini wakati biashara inakaribia kufa? Unaona nini wakati ambapo kazi hauzioni? Unaona nini wakati pango la nyumba unakosa kulipa? Unaona nini wakati familia ndio inasumbua? Unaona nini wakati mtoto wako uliyemzaa na kumbeba kwa miezi 9 na kutukana? Unaona nini wakati huduma haiendi? Unaona nini wakati kanisa linakuinukia kinyume? Unaona nini wakati unatetwa, watu wakikuteta? Unaona nini wakati ulioyapanga kila mwaka hayatokei? Je, unaona kushuka au unaona Bwana anakutetea? Kile kitu Elisha aliomba, yale maombi Elisha aliomba, akamwambia Bwana yafungue macho ili huyu mtumishi aweze kuona. Na ndio maombi ambayo tunakwenda kuomba. Kuna wakati kwa sababu ya vile ambavyo vimetuzingira tunashindwa kuona kama Bwana anavyoona, tunashindwa kuona utetezi wa Bwana. Na leo tunaenda kumwambia Bwana afungue macho yetu ya ndani, na Bwana afungue macho yetu tuone kama vile anavyoona.